Nashukuru kwa ajili ya siku hii ya leo. Nashukuru kwa nyinyi waandishi kujaribu kutaka kujua dondoo moja ama mbili juu ya misimamo madhubuti, misimamo makini ya Yanga, ya klabu ya Yanga makao makuu na sisi viongozi wa matawi pamoja na viongozi wa mikoa. Ni kwamba sisi tumepokea taarifa moja kwa moja kutoka kwa uongozi wetu kwamba hatutacheza dabi kwa sababu tuna mgogoro na mgogoro huu ni wa kikanuni juu ya mechi namba 184. Limekuwa ni gumzo la muda mrefu na sasa tunataka kulipatia ufumbuzi, kwa sababu bila kuwa na misimamo madhubuti ina maana yake sisi tutakuwa tunakosa haki yetu kila mwaka, kila msimu. Na sisi tunataka kuwa ni mifano wa kuigwa katika vilabu vyote vya mpira wa miguu nchini Tanzania. Onyesha misimamo thabiti, misimamo madhubuti ili uokoe kizazi cha soka lijalo. Huko kuburuzwa sasa imefika mahali tumesema bado, na sasa imetosha, tuseme basi. Sisi wanayanga popote pale tulipo tumesema tutaipigania haki ya klabu yetu kwa namna yoyote iwezekanayo. Na wengine wanafika mbali zaidi, japo ni mapema kusema, lakini tunaamini kabisa mwisho wa siku haki itapatikana na itatendeka. Kulingana na kwamba wale wenye mamlaka ya mpira wa miguu wametoka hadharani kupanga tarehe wakati walikuwa wanajua kabisa kwamba kuna muda wa kikanuni tuliokuwa tunao kwa maelekezo ya CAS. Rudini mpitie kifungu fulani. Japo sisi tunawaelimisha kwamba tuliwahi mbele ili kuweka angalizo na kinga ili ukicheleweshwa muda tuwe tuko ndani ya muda kupeleka lalamiko letu. Narejea mazungumzo yaliyotoka kwa rais wetu au kwenye uongozi wa Yanga makao makuu. Hatuchezi na kwamba hatuna imani na vyombo husika hivyo ambavyo tunavyo. Sio bodi ya ligi, sio TFF wala sio mahakama ya rufaa ambayo ni ya mchezo wa mpira wa miguu kwa Tanzania. Wote hao leo nimesimama kwenye mpapai dume ili nikithibitisha kuonyesha udume wetu. Tumesema hatuchezi, na hii ndio over and over. Sisi tumekusudia tukasema kabisa tunataka kuwa mfano wa timu ya kwanza kushushwa daraja, timu kubwa ya kwanza kushushwa daraja, lakini hawa wanaokuja nyuma yetu haki iwe inatendeka. Unajua ukiwa unaliendea jambo kwa kizembe na unakutokuwa na umakini, kila siku utakuwa ni mtu wa kuburuzwa. Sasa sisi tunataka tuwe mfano ili haki itendeke kwa walao kuwa nyuma yetu. Unajua unaweza ukaitengeneza Yanga bora, Yanga iliyo nzuri, alafu wewe ukapita, alafu walio nyuma yako wakanufaika nayo. Hiyo ndio Yanga ambayo tunaitengeneza kwa sasa. Sisi tuko tayari kushuka daraja hata na hizo point 15, hata na hayo mengine sio vitu gani hivyo vifanyike, lakini kiuhalisia tunataka tusimamie standing yetu ni kwamba hatuchezi. Kiongozi bora ni yule anaozungumza ukweli na ni yule ambaye yuko tayari kwa ajili ya mabadiliko. Na sisi kama sisi tunapenda kuizungumzia Yanga yetu, sio kwamba tunamzungumzia mtu mwingine. Tunaizungumzia Yanga yetu na hatua inayofikia. Sisi tunafuata, nimeshasema awali, kauli inayotoka kwa uongozi wa Yanga makao makuu ndio sisi tutakaofuata kadri itakavyokwenda. Kama maridhiano yakija yakakaa yakatokea huko yatakako kuja kukaa na kutokea, sisi tuko tayari kufuata. Bora mradi kasema kiongozi wa Yanga makao makuu na si mtu mwingine kutoka nje ya taasisi ya Yanga. Sisi tunatetea taasisi kubwa ya Young African Sport Club. Mashabiki wa Yanga, sisi tuendelee kuiunga Yanga mkono na tuendelee kupigana vita dhidi ya madhalimu wanaoidhalilisha na kuikosoa na kukusudia kutuharibia brandi yetu ya Yanga. Vile vile napenda kuwasimulia wapate kujua kabisa tuna safari ya tarehe 17 kuelekea hapo Mkwakwani kwa ajili ya mechi yetu ya CRDB. Sisi tuko pamoja nao na tutawatangazia tarehe na utaratibu mzima pindi utakavyokuja kwenda. Maandalizi yako vyema sana. Nauli tulishaazimiana kwamba nauli ni ya kwenda na kurudi ni shilingi 20,040, kwamba 20 kwenda 20 kurudi. Kwa maana hiyo watu wajiandae kwa ajili ya safari hiyo yenye hamasa, yenye shangwe kubwa, ni safari bora na nzuri katika safari zilizowahi kutokea kama iliyoenda ya Manyara.